topic ya siku ya leo ni juu ya rapture. Rapture kwa Kiswahili kunyakuliwa kwa watakatifu. Rapture. Rapture ni jina la kisomo la kusema siku ile watu watashukuliwa kutoka duniani waende hewani. Kitu ambacho watu wengi hawashiki ya kwamba ni possible. Especially akirukaruka hivi anasikia vile iko ngumu kuruka. Akisikia utashukuliwa watu walio na nini na gravity inatupeleka chini haitupeleki juu. Siku hiyo Yesu atakuja, gravity itabadilika. Badala ya kutupeleka chini itatupeleka juu. Lakini sio watu wote, wao wengine tu watasikia gravity. Kwanza ndio itakuwa nyingi ya kuwapeleka chini. Amen. Na siku hiyo haiko bali, iko karibu. Na ndio imefanya nisimame hapa niwazungumzie mambo haya. Na ningependa nianze na Matthew 24. Nitajibu swali la when will it happen? That is first question. When will it happen? Matthew tunaanza na Mathayo sura ya 24. Tuanze tusome mstari wa ngapi? Matthew 24. Matthew 24, if we can go there. Matthew 24 yote inaongea habari ya kurudi kwa Yesu. Na ni wanafunzi waliuliza swali. Wakauliza ya kwamba wakati Yesu utarudi, wakamuuliza itakuwa lini, kutakuwako namna gani. Na Yesu alianza kueleza hapo tu mistari ya kwanza ya chapter 24 ya kwamba hii hekalu mnaona hapa haitakuwa, and up to today hakuna hekalu Jerusalem. Tumeenda huko na tumekuta ni ukuta wa pande moja umebaki. Ndio wanaitanga wailing wall. There is no temple. Na Yesu alisema akirudi hakutakuwa na temple. Na it fell down about 30 years after he went to heaven. Na sasa hapa kwenye mstari wa 36 ni ndio nijibu when shall rapture happen. Verse 36 inatujibu hiyo swali. Na ni vizuri ushike vizuri hii kitu ni Mungu ameorganize. Sisi hatuku participate, alituambia vile itakuwa. Walakini habari ya siku ile na saa ile hakuna ajuaye. Kwa nini nawafundisha leo? Hata mimi na ni pastor sijui atakuja lini Yesu. Nilikuwa juzi naangalia sinema ya mhubiri mashuhuri wa Marekani ambaye aliombea mtu alifanya accident. Akaenda akakuta accident kwa barabara. Mtu alikuwa amepigwa mpaka amekuwa pieces. Kichwa kado, mwili kado, mikono kado, miguu kado. Naye akafika hapo. Akainua mkono akasema katika jina la Yesu. Hii ilikuwa premature death. Kwa hivyo naamuru mtu huyu afufuke. Watu waliangaliana maana mtu huyu anafufuka na hii ni kichwa. Hata hujui vitu iko wapi. Na kwa dakika 2 kukakuja upepo. Vitu zote zikaletwa pamoja. Na mtu akafungua macho akasema, kumeendaje? Huyo nabii hakuwa wa mchezo hata kidogo. Na yeye nilimsikiliza akisema, hata ijapokuwa Biblia haisemi clearly Yesu atakuja lini, I am very sure atakuja 1977. Hivyo ndivyo alisema. Na saa hiyo alikuwa anasema hivyo ilikuwa 1964. So akasema 1977, I'm very accurate. Rapture. Sasa 77 hata wengine hamkuwa mmekuja duniani. Mimi nilikuwa standard 7. Ilipita hata kama angekuja sijui ningefanyaje, sikujua atakuja according to prediction. Kwa hivyo hakuna mtu anafanya nini? Anajua. Hata ukisikia mtu anakuambia nimeonyeshwa ni tarehe fulani, usimshukue kwa uzito. Ni guesswork na Mungu hajapea anybody information. Na hiyo information imefichwa hivi kwamba hata kama tuko na Holy Spirit hatujui ni lini. Na huyo roho ni wa Mungu. Kwa hivyo Biblia inatupatia clearly ya kwamba Yesu akikuja hakuna mtu anajua itakuwa wakati gani. Na hii ndio inatutisha. Maana kama hakuna mtu anajua, ikitokea tutafanyaje?
Halafu Biblia inasema hata malaika walio mbinguni, angels, na ndio wanakaa mbele ya Mungu, wanamuona every day. Hawajui. This is the most guarded secret in heaven. Hii ndio siri iko mbinguni ambaye haijalindwa siri nyingine kama hii. Akasema hata mwana hajui, Yesu mwana wa Mungu hajui. Kwa hivyo mwanadamu hapa Kenya akisema anajua, wasana na yeye. Hata Yesu Kristo mwana wa Mungu alisema hajui. Nani anajua? Baba peke. Na Baba naye alishakasirika. Alikasirika about 6,000 years ago. Ndio Mungu alikasirika. Na alikasirika kwa sababu alitengeneza Adam na Hawa. Na wakati aliwatengeneza hakuwavalisha nguo. Aliwawacha katika shamba la Eden. Akawaambia nitakuwa nakuja kila siku tunafanya ushirika. Na alikuwa anakuja kila siku saa 8. Saa 9 wanafanya ushirika, alafu wanarudi mbinguni, anawaambia mnafurahi, bado mnaendelea, nao wanamwabudu. Alafu siku moja akakuja akakuta mahali wanakutananga fellowship hakuna mtu. Kagojea hapo, nafikiria alikuwa hapo nyimbo zinaimbwa na malaika wakigojea washirika leo. Wameshelewa. Akaona na modo hakuna mtu anakuja. Akasema Adam, akaitika, hakuwa bali, alikuwa pande hiyo ingine. Akamuuliza Adam, uko wapi? Na nimefika kwa sababu ya ushirika. Akasema nimejifisha kidogo. Kwa nini? Sina nguo. Mungu akamuuliza, ulijuaje huna nguo? Kwani ulikula ile tunda nilikwambia usikule? Akasema ni madam alinipa. Alafu tulipokula tukakuta hatuna nguo. Ndio hatukukuja ushirika, maana hauwezi kukuja ushirika ukiwa uchi. Washa Mungu akasirike. Kuanzia hapo Mungu akakasirika na akaanza kukasi. Kitu ya kwanza alikasi ni ground. Ndio unaona laana ile Mungu aliweka hapa kwa dunia inatusubua mpaka leo. Ya kwamba ukijenga nyumba lazima kwanza uombe ground. God was angry, asema cursed be the ground. Na mpaka leo ndio ground iko na northeastern, iko na desert, iko na Sahara, because God cursed it. Na kwa sababu ya kukast the ground, nyumba nyingi zimejengwa Nairobi, zimejengwa juu ya ground imelaaniwa. Wale walijenga kama sio wa Kristo na sio watu wanaogopa Mungu, walijenga tu moja kwa moja. Na wewe ukilala hapo, unalala juu ya laana. Lazima shetani akutembelee usiku. Kilala hivi, unajua mara nyingi tunalalanga kama mashuka imefika hapa. Unasikia kabisa umeguswa. Unaamka hivi. Unaambia mwanzo wako nienda hutio. Because we are sleeping on cast ground. Na diposa mnasikianga kitu kinaitwa dedication. Sisi wahubiri ndio tunafanyanga hivyo, kudedicate the ground. Na dedication ya ground ni risky, inatakana ifanywe na watu wale wameruhusiwa. Maana unaweza kudedicate ground, ufalme wa giza uliveji. Kwa sababu ya wewe kuwa hauna ruhusa ya kufanya hivyo. Na kwa hivyo ndio tunafanyanga kitu kinaitwa ordination ceremonies za wahubiri, ndio waweze kudedicate ground na wasiulizwe swali. Bwana asifiwe. Jambo la pili, akalaani mama. Madamu walilaaniwa na hii laana ya wakipata watoto watapata na shida nyingi. Na number 2, wakaambiwa ya kwamba hata kama wataumia sana kupata mtoto, baada ya maumivu kukwisha atapenda mzee. Kwa hivyo atarudishwa hapo. Na hiyo ni kasi. Na ndio inaendeleanga. Ukienda maternity, najua nimewahi kukaa karibu na maternity, nasikia watu wanaitana majina mabaya sana. Very bad names. Na wakitoka baadaye wanarudi wanaitana more bad names. Na ni kwa sababu ya kasi. Then Adam, ni sisi wanaume, sisi ndio kilituharibikia.
Tuliambiwa tutakuwa tunapata mali na nini? Na jasho. Ndiposa nikabeba hii nikikuja kuhubiri. Hata kuhubiri tunatoa jasho, imagine. Na mimi afadhali TG Jakes anabeba taulo ya bathroom. Na hawezi kuaibika maana ilisemwa. Na ndiposa sasa mwanaume akikosa kuweka bidii kwa ile kazi anafanya, hakuna matunda atapata. Men must be committed. Lazima waweke bidii. Hata kazi ya kuhubiri lazima mtu aweke bidii kweli kweli. Maana ikikosa kuwekwa bidii itakwisha. Hata kanisa kama hii, mimi ningekosa kuweka bidii, kila kesha mkikuja siko, nimeshoka, sitaki kukuja, hata wewe utasema vile bishop anasikia ameshoka, hata mimi nimeshoka. Sasa kama ulichoka ukakaa nyumbani, ni wewe umekaa peke yako. Mimi niko hapa na mama ni huyu. Sasa ni wewe tu unakaa nyumbani ukashoka peke yako. So lazima tutie bidii. So akamwambia Adam, kila kitu utapata na jasho. Na akambia mama na ingine ya tatu, akamwambia kwamba wewe na nyoka hamtapendana tena. Maana wanawake ndio waliwekwa uadui mkubwa na shaitani. Ndiposa wadada ndio wakae vizuri, lazima warudi kwa pande ya Mungu. Ukitoka kwa pande ya Mungu kidogo, lazima uishi maisha ya machozi, lazima ulie, maana ni Mungu mwenyewe alisema ameweka uadui kati yako na nyoka. Na kwa hivyo watu wale wanatakana wawe waangalifu na wapende Mungu kweli kweli, ni wanawake. Na ndiposa kanisa zimejaa kina mama. Na wanawake wakikosa kujifisha kwa Mungu, they will be hurt very seriously by the enemy. Na hata huko wakijifisha kwa Mungu, adui huwa anaingia mpaka huku, anajaribu kuwa hurt wakiwa kule ndani. And that's a curse from Genesis. Sasa Mungu akakasirika. Even today he is angry. And we are dealing with an angry God. Na wakati aliona atamaliza kila mtu, akasema hivi, enda uwe katikati yangu na watu hawa. Ndio Biblia inasema kwenye kitabu cha Timothy, there is only one God and the mediator between God and man, the man Jesus. Ati kuna Mungu mmoja na mpatanishi katikati ya Mungu na mtu, mwanadamu Yesu Kristo. Kwa sababu ya hasira za Mungu, because he is very angry. Mungu akikasirika si kama sisi tukikasirika tukiwa Mungu ni kukanyanga watu wote na kushika dunia kuifanya hivi ndani na huko. Lakini Mungu ni tofauti. Akikasirika ati si kwamba unaona ati anakaa hivi na macho nyekundu anamwambia mtaona. Akikasirika ana construct vitu ambavyo vitafanya watu wasisikie hasira yake. Na kile kitu kinafanya sisi tusisikie hasira ya Yesu Kristo, hasira ya Mungu Baba ni Yesu. 1 Timothy chapter 2 verse, there is one God, the angry God, and one mediator. Kwa hivyo ile kitu itafanya wewe ukubaliwe kuingia kwa Mungu, uambiwe ya kwamba ingia hapa ni kwa Mungu, ni mediator, msikizane. Ndio sasa kukosana na Yesu hapa duniani ni hatari kubwa. Na Yesu alisema mnaweza kukosania nini? Sheria zake. Alisema if you love me, you will keep my commandments. Kwa hivyo kama unataka mediator na wewe msikizane, because there is no other mediator. Hey, usifikiria ati hivi watu wanasema malaika si mediator. Mediator ni mmoja. There is no two mediators, only one. Harrison Nganga si mediator, please. Maria mama wa Yesu hapana mediator. Mediator ni one mediator between God and man, and he is the man. Ndio tunamtaja hapa kila siku. Tunamtaja ndio a mediate between us and God. Kwa sababu ya Mungu kukasirika, anataka kumaliza dunia.
Mahali pengine Biblia inasema Yesu ni nani? Inasema ya kwamba Yesu Kristo mwana wa Mungu is our advocate. Advocacy ni mambo ya sheria ya kusema uende utetee mtu mwingine ndio asimaliswe na mwenye sheria. Unaenda unamtetea na unatafuta mambo yake ile inaweza kuguza yule ndio awachane naye. We have an advocate. 1 John chapter 2 verse I think 1, 2 there. You can get it there. Oh yes. My little children, these things I write to you that you sin not. But if any man sin, we have what? Kwa hivyo sasa advocate hajui Yesu Mungu atarudi lini? Hajui mwisho. Advocate ni kusema ya kwamba hata kama umefanya makosa anasema haujafanya, wewe ni righteous. So mkikosana na Yesu, hata kama Archbishop ni rafiki yako, it is over with you. Mimi I am not an advocate, I am a preacher. Hata mimi nikimaliza nitaenda kwa advocate nimwambie please, nimefanya kazi, sema nimekuja na mambo yale yote nimefanya, useme sikufanya. What are the commandments of Jesus? This is my new commandments, that you love one another. So advocate kila kitu kitafanya asikutetee ni kwa sababu ya watu wale mmekosana hapa Nairobi. Hawa ndio watafanya maadvocate ya shido na kesi yako. Maana alisema if you love me as the advocate, as the mediator, you shall love one another. Kwa hivyo hao watu mmekosana, hao watu mnakuja hapa kanisani hamsugumusiani. Hao watu unaona saa hii unamuona hivi na unasikia vibaya. Huyo mtu unaangalia hivi unasema yule mtu mimi namshukia sipedangi kumuona. Hiyo ndio evidence ya kwamba umewezwa na kesi. In fact hata saa hii nataka nikuambie parapanda ikilia utakuja kugundua umewezwa na kesi au utashukuliwa. Wewe ndio utamaliza ibada. Waambie watu nilikuwa naona Archbishop ibada ikikwisha anasema may the grace. Pamoja na wale wengine wamewachwa kama yeye mnasema the grace of our Lord Jesus Christ. Maana mimi ningequalify in case rapture itokee, uashwe usiwashe kuokoka. Kwa sababu there is still another chance ya kununua wokovu na damu yako. Na afadhali kununua wokovu na damu yako kuliko kwenda hell. So nobody knows. Jesus is the mediator. Biblia inamuita kwingineko kule kwenye Peter, the bishop of our souls. Yesu ndiye askofu wa mioyo yetu. Kwenye John anaitwa shepherd. Yeye ndiye anatuchunga. Kwenye kitabu cha Hebrews si wanamuita the apostle, mtume ambaye ametumwa kwa ajili yetu. Kwa hivyo Yesu Kristo ndiye everything. In fact everything is about Jesus. Nyimbo tunaiba is about Jesus. Anything hata hivi nimekuja kuhubiri kesho, it is about him. Maana bila yeye everything there is out. Maana God is already angry. He doesn't like whatever happened. Kwanza wakati umevaa nguo unaona kama ni nguo mzuri unaanza kutembea hivi. Unajua hii ni evidence ya dhambi. Mungu hakuwa hii kazi yote mnaona tunafanya hii. Hii yote ya kuomba ni dhambi tu. Kazi ya nguo ni dhambi. Kuvua nguo kila siku. Vile Mungu alituumba miili yetu, hakuwa anataka tuvae nguo. Kwa hivyo kazi ya kuvua nguo hakungekuwa. Kununua nguo hakungekuwa. Sasa angalia Nairobi, pesa zako nyingi zinaenda kwa nguo. Kwa sababu sio mpango wa Mungu hizi. This was not God's plan. Sasa tungekuwa kama tu ng'ombe za Masai. Tungekuwa kama ng'ombe na hakuna mtu angeona mwingine ako ushi. Hakuna ng'ombe umewahi kuona ikiangalia chini ukasema imeona ingine haina nguo ndio inaangalia chini. Tulikuwa na hiyo ujinga. Hiyo ujinga ilitolewa baada ya kukula ile tunda. Saa hii ukitoa nguo wewe hatuna uhusiano na wewe. Hiyo ni aibu kwetu. So abereni tulikuwa hiyo kitu kalikuwa ndani yetu. Tulikuwa hauwezi kusema yule ako ushi. Uko unasema yule ni mwanaume, yule ni mwanamke. Lakini sasa kwa sababu ya kukula tunda, hiyo kitu kakaondoka.
tukawa tofauti na ng'ombe na wanyama. Sasa lazima tuvae nguo. Na kwa hivyo Mungu akashona nguo ya kwanza. Nguo ya kwanza ni Mungu alishona. Kwa hivyo kama wewe unaogopa Mungu, ufunike mwili. Kama umekaribia shetani, mwili lazima ufunue. Kwanza ukienda hapa, nilienda pale laini ya Koinange nikienda maombi mjini. Haya, nikaona wadada. Nafikiria hata mmoja nimuuliza, ulisahau skati nyumbani? Maana hana na anatembea ni kama ako naye. Gimenya ni kuliganirwo. Kajua ni kusahau. Sasa hiyo watu wa Mungu hawafai hivyo, hawakai hivyo. So sasa tuko na mediator. Mediator huyu msikizane naye. Please kusikizana na pastor. It's not a finality. Okay, itakusaidia kukaribia Mungu, lakini haiwezi kukuingiza kule. Kule mediator ni mmoja. Na usidanganywe na pastor yoyote, hata mimi, ya kwamba nitakutetea kule. Haiwezekani. Hata mimi natafuta kutetea by the mediator, Jesus Christ. And he is one. Hana mtu mwingine. Hata Simon Peter, no mediator. Mary Magdalene, hapana mediator. Mary mama ya Yesu, hapana mediator. Elijah, ndio ujue Mungu amekasirika. Iko hivyo. So sasa akasema ya kwamba kwa sababu dunia imeharibiwa, ni ushirikiano wa mwanadamu na nyoka wameshirikiana, wameharibu ile mpaka. Mungu alikuwa anakuja mwenyewe jioni, anasimama kwa shamba. Adamu anamwambia, wanaongea hapo kama watoto, wanamwambia vile imekuwa hii. Mungu anakuwa na ushirika nao, anamwambia maneno, wanaimba nyimbo, anarudi. He wanted that forever until the devil saw it. Shaitani akiwa bali akaona ushirika. Na ndio hata Nairobi tukianza ushirika shaitani hatakangi kuona. Tunaanzisha ushirika, anaangalia akiwa bali, Mungu anakuja, wanakutana, anaambia nyoka. Eda. Nyoka inasema sasa nikienda nitafanya nini? Inaambia tu kama the beginning, ongea na wadada. Wadada wakiongeleshwa ndio wanaanza polepole kuzima nguvu. Wana convince wazee. Ushirika inaisha. So mdada mzuri hasikilizaki nyoka. Na nyoka ikikuongelesha inapeana kitu kinaitwa listening. Inapeana number 1. Jisho la mwanamke lilitengenezwa libabanue kitu kilembo na kitu ambacho si kilembo. Na diposa wanawake wako na shida sana wakiface mwanaume mrembo, kwa sababu jisho lao liliorganiziwa lione vitu vilembo. Sisi wadugu tunakuwa na problem. Hata rangi ya tuonangi zote nasikianga. Nisikia tulikuwa pale Mombasa tukiwa tumejaa gari wanaume tupu. Ni mke wangu tu alikuwa mama pale. Wanaume wote wakaambia dereva, "Wewe dereva, tunaingia kwa ile geti ya blue." Naye peke yake ndiye alituuliza, "Ni gani geti ya blue?" Tukamwambia hauioni, akasema hakuna geti ya blue pale. Geti ilikuwa ya green. Lakini sisi tulikuwa zote wadugu tuliona blue. Ni yeye tu alituambia. Sasa wakati tulikaribia kama hapa ndio na kweli ni green. Now these things ni kumaanisha ya kwamba kuna urembo Mungu alitunyima kwa masho, akaweka color fulani. Na ndiposa ukiangalia hapa kwenye ushirika kama huu, majority wamevaa flat colors. Grey, wanaume grey, black. Na kara zile ziko pale ni vigumu sana. Ni mwanaume mmoja ama wawili utaona hapa amevaa colors. So Mungu alipotengeneza mwanamke alimpa jisho la kuona urembo. Number 2, jisho la kuhakikisha kuna chakula. Ukiona madam hasheki kwa nyumba, hakuna chakula. Mwanaume kama hakuna chakula, unajakakamua, unajikuja hivi kwa kitanda unalala. Wadada hawapati amani. Maana Mungu aliwaweka macho yao uwezo wa kuona. Ndiposa Biblia inasema wakati mama aliona hiyo mti, akaona hiyo tunda,
ni mzuri kwa chakula. So she saw food. Na hata leo ukiona mwanamke anafanya dhambi, ukishika mwanamke hapa kahaba town, muulize wewe sasa, kwa nini unafanya ukahaba? Nakwambia ni chakula. Na hiyo. Mwanamke ni chakula. Bwana Yesu asifiwe. Na tukienda mahali kukosa chakula, wadada ndio wanafanyanga kelele kuliko wanaume. Haya, hakukuwa chakula. Haya. Imagine kutile hiyo. Imagine hakuna chakula. Mwanamke alipoona ya kuwa ule mti wafaa kwa nini? Kwa hivyo ladies will always be attacked when there is an issue of food. Food lazima attack. Na diposa unaona ukiambia wadada waende ile jikoni watupikie chakula sisi kesha, pale tutaenda kuteidhurana. Tutaenda kujaribu kufanya amani. Wanawake jikoni hawawezi kusikizana maana kuna chakula. Diposa siku hizi hatupikiwi na wanawake hata kwa church. Tunapikiwa na catering. Hao hawakosani maana ni cash. Lakini hao wengine lazima tukosane. Alipoona ule mti ni mwafaa kwa chakula. Kwa hivyo mwanamke vile ametengenezwa, alitengenezwa na akawekwa kakitu ndani yake ya kuhakikisha kuna chakula ya family. Bila chakula ni hatari. A woman can do anything because of food. Wapendeza kwa macho. Tena wanawake waliwekwa kwa macho yao marangi. Kwa hivyo akaona marangi ya hiyo tunda inapendeza. Number 3, nao ni mtu wa kutamanika kwa maarifa. Wanawake wanapendaga kujua mambo. Amen. Hata kuna wadada hapa kwa hii kanisa wakuangi na amani mpaka wajue mambo yangu na kwangu. Ya kibishop ule. Kwanza ukijua unasikia kabisa. Manja. Bwana Yesu asifiwe. Ni Mungu aliweka wanawake hunger for information. Hunger for yes. Inaitwa muhuhu, mushene, muhahe, musheneneko. Ndio vitu nyingi. Hiyo wadada. Hata wale wameokoka si kupenda kwao. Nani ameshika mimba? Ndio tali nada. Hiyo ni information kali kwa church. Tuseme kwa mfano musishana wa mshugaji, wa bishop ama wa nani. God forbid akishika mimba. Hiyo kwa wanaume is not information. Ameshika mimba hiyo ni mwanamke lazima ashike. Lakini kwa wadada, Canada. Juicy story. Hiyo ni juicy. Wacha tuone ya kibishop Sadi atahubiri namna gani. Wewe wakati unafikiria hapa nasema come Holy Spirit, nalia machozi. Sijaona machozi ya bishop hivi karibuni, nimeiona leo nikajua. Sasa hii kujasa maneno. Hawa mnaona alikuwa naye. Ni mti wa kuna patamanika kwa maarifa. Uhoro. Maarifa ni uhoro. Hata leo wadada na uhoro. Maneno. The know. Basi alipoona hiyo qualification 3. Mama. 1 qualification, food. Angalia dhambi zako nyingi zi center around food. Na diposa wanawake wengi mmekataa kukaa nyumbani mzee atafute pesa peke yake. Kwa sababu najua next there will be no food. Mzee anakuja hapo anakuambia amekuja na nusu bofu. Na amenunua supu amebeba na shupa. Shupa ilikuwa na maji, hata amemwaga maji akawekewa supu. Unaangalia hivi unamwambia nini ngwetha bila. Because it is food.
Sisi hatukuangi shida. Supu na mkate unajua ukikula sijui kwa nini inarudingi usiku. Unasikia inarudi huko juu. Kwa sababu hiyo combination hapana mzuri. Ama nyinyi mnaonaje? Bwana asifiwe. Anyway, kuna wanaume walikuwa wamekaribia mama. Walikaribia mama sana. Kwa hivyo unamsikia kila wakati akisema sasa kuna chakula ya mwezi huu. Sasa tutakula, hata anaenda kisha ni kuangalia. Huyo alikuwa karibu na mama yake. Lakini most men hawakuwa karibu na mama zao. Hawajui zina kwanza wanakuitisha chakula na hakuna pesa walibacha. Inakera sana sasa itafanya wanawake wafanye kazi. Naye mwanamke akijitafutia chakula akule, anakuanga na hiyo kitu iko pale. Alipoona mti ni mzuri kwa chakula, unapendeza macho na utapeana information, basi alitoa katika matunda yake akakula. Hakukonsult mzee. Mama akianza kupata chakula peke yake, consultations zinafikanga hapo. Na ukimuuliza anaweza kuondoka. Vizuri ni unyamaza. Hiyo nguo uko naye ni ya pesa ngapi? Kwa nini unataka kujua na ununuangi? Vizuri ni uachane na nguo za wenyewe. Na Genesis inasema ya kwamba mwanamke ndio akutii na kuheshimu. Lazima umtafutie chakula, lazima umtafutie nguo. Lakini sasa most women in the city wanajinunulia nguo na wanajinunulia chakula. Ndio kumcontrol ni very difficult. Mwanamke anakuwa controlled na mahali chakula inatoka. Kwa hivyo kama inatoka kwa mikono yake, hauwezi kumcontrol. Na ukijaribu kumcontrol, utalala peke yako. Bwana Yesu asifiwe. Kuna ndugu aliniambia tumegawana na kazi na mke wangu kwa sababu she is earning, I am earning. Tumekaa kwa meza tukagawana kazi ile atafanya. Nikamwambia yake ni gani? Akaniambia yake ni ajinunulie nguo, ajitengeneze nywele, mafuta ni yeye, mambo yake yote ni yeye. Nikamwambia kweli, hapo ndio umeangukia. Ni wewe ungechukua hizo. Ni shaitani anapatia mwanamke. Alimpatia number 1 chakula, number 2 akampatia urembo wa macho, kitu kirembo kinapendeza. Number 3 akampatia kitu ambacho kitakuwa na knowledge, information. Chakula hiyo ni shaitani alisupply. Na ninataka kuwauliza, mama alikula ama hakukula? Speed. Akampa mumewe naye akakula. Huyo hata kuangalia ati ni mzuri kwa chakula, enapenda. Ni kusosu tu kusema na itulalo unalega. Ndio aliambiwa ni ile Mungu alisema. Mwanamke ndio akule. Ameambiwa ndio akule. That is what she investigated. Man. Na kwa hivyo mwanaume anaweza kukula any food. Kwanza akikula chakula kwa giza anaweza kukula iko na wadudu. Patia hii wanawake chakula ambaye imeganda, hawakuli. Lakini men, sisi hata niliambia mtu mwingine sasa, akaniambia mchere iko na kaharufu. Nikamwambia usiseme. Wanaume walifagia yote, hakuna ilibaki. Wadada ndio niliona tu anakula kilo kidogo anarudisha. Tunauliza wadada ni nini? Wewe na kamuruke. Tukaambia na nyenye kwa sababu ya wadugu. Na hakuna mdugu aliharibika tumbo. Walisosi yote na nikaona wameendelea kuabudu. Wanawake hawakuikula kwa sababu wanawake ndio hiyo Mungu aliwapa. So nilikuwa nawaambia hivyo ndio mjue ya kwamba kuanzia hapo ndipo ushi ilikuja. So ushi ililetwa na hizo vitu. The desire to know, the desire to do what to, the desire of the eyes, and desire information.
ililete nakedness. Hata leo it is still doing that. Wanawake wengi spiritually naked because of the source of food, beauty and information. Wametoa nguo. Na wanaume nao kwa sababu ya kusikiliza wanawake hao hana nguo, na wao wametoa nguo. So wadugu, hiyo ni kusemaje? Wadugu, ninawaomba kwa jina la Yesu, hii wanawake wanakuja kwa internet hawana nguo, usiwaangalie na wewe utatoa. Kwa sababu mama alikula kwanza, nguo ikatoka. Mzee alirudi baadaye baada ya kuona mama hana nguo, naye akakula, naye akaona naye hana. Ukiona mwanaume spiritually naked, he so naked women also. This is a trap of the enemy. Haya, sasa kutoka hapo turudi kwa Matthew chapter 24. Sasa tumeelewa verse 36. Habari ya siku ile na saa ile hakuna ajuae, so nobody knows. Kuanzia leo hata kama internet inasema atakuja next month, dismiss it. Nothing like that. Nimeona mwanamke mmoja hapa Kenya amesema Yesu atakuja Oktoba last year. Na akasema kama hatakuja, muniowe. Mtajua mimi nasikianga Mungu. Watu wengine tulikuwa nao wakaniambia, mama anaweza kuwa right, wacha nikawaambia she is not right. Biblia inasema hakuna mtu anajua, paka Yesu, paka Baba. Oktoba sasa ni last year. I hope she is living. Mhubiri mkubwa sana hapa Kenya, hapa duniani, alisema Yesu atarudi mwaka wa 2000. Mlimsikia? Yeah, alisema ya 2000 or computers will shut down, millennium will enter, Jesus will come, tutaanza millennium. Leo hata wengine wako hapa hawako na miaka 2000, walizaliwa 2005. Yesu alikuja. Hata hakuna kitu kubwa ilifanyika, hata sisi tulikesha. Unajua tulikuwa tunaogopa huyo mhubiri. Hatukulala. Kesha ya mwaka wa 1999 December, mimi nilifanya kesha. Hatukulala mpaka asubuhi. Tukaona matatu zimetokea kwa barabara. Kasema potelea bali, twende town. Okay. Ndio tukasema na kweli hakuna mtu anajua. Kuna mhubiri mwingine aliambia washirika wake, kila kitu mlisho nacho muuse, kwa sababu tumepewa accurate day ambaye Yesu atarudi. Kwa hivyo muuse kila kitu. Tukule hapa pamoja kama wa Kristo, ndio siku hiyo ikifika tuende. Watu waliusa. Chakula ilikuja kwa kanisa. Walijaza masto yote. Wamama na wazee walikuwa wanakaa kwa ni kukula tu. Wanakula, wanaabudu, wanaomba. Siku ikafika, Yesu alikuja. Haya, mhubiri alipoona haja kuja, akaambia watu, Yesu ametuambia ndio tukutana naye tukunywe sumu. Na walikunywa. Yaani unajua ukipromise watu kitu kifero. It's very shameful. Sasa aliona hii watu wakimwambia Yesu amekataa kurudi. Mimi niambie sasa na chakula ilikuwa walimaliza chakula siku hiyo anarudi. Ndio stores zilikwisha kila kitu, hata ile ilikuwa imebaki watu wakaambiwa kuleni yote tunaenda leo. Naye Yesu ni nani? Hakukuja. Sasa ilikuwa shida kubwa. Yesu hakukuja, chakula imeisha na waliuza kila kitu. So ni kukula mhubiri. Naye akapata idea from the evil one. Walikuta asubuhi wote 600 they are dead. So na nyinyi msidanganywe ya kwamba Yesu ameshuka mahali akasema atakuja lini. Kaeni tayari throughout. Angalia verse 42. Verse 42 inasema kwenye hiyo Matthew 24 verse 42 inasema kesheni basi, kwa maana hamjui ni siku ipi atakapokuja Bwana wenu. So Yesu ametuambia kwa sababu hatujui siku ile atakuja, tufanye nini?
Kukesha ni kufanya nini? Usikubali usiku ufike saa 12 asubuhi na haujaomba. Kesha ni usiku. Kesha ni kusema watch. Na watch zinakuanga 4. Watch ya saa 3, saa 6, saa 9 na saa 12. Ndio the 4 watches of the night. Na Yesu akasema kesheni. Akasema watch. Kwa hivyo ni kumaanisha usiku msilale. Na hii ni kusema sasa, sijui kama mmeona wale mnaangalia social media, usiku ndio wanaleta sinema vile tam. Ndio wanaleta part 2. Ile ulikuwa umeona part 1 ukawashwa hanging. Na hujawahi kujiuliza kwa nini hawaleti part 2 asubuhi? Naona part 2 wanafanya hivi, part 2 10 p.m. Paka unakaa hapo hivi. Paka unaomba unaibaiba tu nyimbo ndio ifike 10. Bona vitu vyote ambaye zinapendeza mwili zinakuja usiku. Amen. Na bona hao vijana wadogo wanaitwa Gen Z, usiku ndio the best time to chat. Kwa nini hawaongeagi asubuhi? Kwani hakuna simu? Because the night is the time. Yesu alisema itafanya uwe ready. So the night has been taken over by movies, by films, by other things. Na pia kukatolewa dawa za kulala. Unamesa na maji. Na kuambia ukifungua jisho hivi ni asubuhi. Lakini hii ni kusema lazima upange maisha yako vizuri, usiku uamke uombe. Kama haujapanga maisha yako vizuri, hakuna siku utaamka usiku. Mimi niliona kule ng'ambo, nchi zile zilikuwa zina revival sana. Amerika mnaona hata pesa yao imechorwa mambo ya Mungu siku hizo. Hata imeandikwa in God we trust na nini na nini. Hao wote walitangaza ya kwamba chakula ya jioni deadline ni saa 1. Hauwezi kukula chakula ya jioni beyond saa 1. So chakula ya jioni inakuwa ready by 5. Those 2 hours ni dinner. Hapa Afrika dinner ni saa 5. Na unajua ukikula dinner saa 3, saa 4 ama saa 5, unajua sasa umekula chakula na hakuna exercise, unaenda kulala. Na kuambia inakuwa kama pilitoni 10 at the same time. Ukijisikia unasikia matatu zikisema baba, ndio unaamka, kumekuwa asubuhi, unajitayarisha sasa. You start living a life of prayerlessness. Bwana asifiwe. Naonanga wa Kristo hapa seti wanakaa mpaka saa 4 saa 5. Hata niliuliza wengine, kwa nini mko hapa town saa hizi? Akasema sasa unaenda nyumbani mapema kufanya nini? Nikamwambia kulala. Ndio uamke saa 9 uombe. Sasa wanaenda saa 5 ni kwenda street kwa blanketi chui na kulala na kuamka kama wanyama. Na Biblia inasema kesheni, night prayers. Look at verse 44. Kwa sababu hiyo nanyi jiwekeni tayari, kwa kuwa katika saa msiodhani mwana wa Adam yuaja. So he will come at a time that we are not aware. Na ni usiku. Yesu hakusema kesheni mchana, alisema usiku. Kwa hivyo ukiangalia Israel time na Kenyan time is the same. Iwa inawashana na 1 hour kwa sababu ya winter na summer. Huko kwingine is different. Na wale wameenda watu wetu wa Kenya wale wameenda kufanya kazi kule nchi za juu kabisa. Kule juu kabisa kina Norway. Kule juu hao wanasema mchana usiku mzima ni mchana. Hata Netherlands wakati tumeenda juzi, saa 4 ya usiku jua liko juu na ni 10 p.m.
So huko wachana na wao. Ni sisi tuliambiwa kesheni usiku. Yesu alikuwa anaangalia hapa watu watakuwa wengi wanamwamini. Akawaambia kesheni. This area of the middle of the world ndio inaamini Mungu sana. Misho na misho they don't like God. Hapa katikati ndio watu wanapenda Mungu. Na Kenya iko katikati ya dunia na tunapenda Mungu. Kwa hivyo tuache kulala usiku. Hallelujah. Matthew 25 verse 13. Mathayo 25 aya yake ya 13. Swali lile ninataka kujibu hapo ni hilo tu. When will he come? Inasema hivi verse 13. Inasema basi kesheni kwa sababu hamuijui siku wala saa. So we can't say exactly the time. Lakini Yesu aliwapatia guesswork akawaambia bwana harusi alikuja saa ngapi za usiku? Saa 6 ya usiku. Si mmesoma pale wanawali 10? Wanawali 10 ni kusema kanisa itagawanywa na nusu. Nusu ya kanisa imeamini Yesu lakini imekataa Holy Spirit. Nusu ya kanisa imeamini Yesu na imekubali Roho Mtakatifu. Ndipo sasa unaona hii nusu imekataa Roho Mtakatifu ndio wanawali, ni virgins. Wamekubali Yesu, wamejitakasa lakini hawana mafuta. Mafuta ni Roho Mtakatifu. Hiyo nusu itawachwa. The resistor the Holy Spirit. Na Holy Spirit ndio tatuinua miili yetu. Itainukaje kama hakuna Holy Spirit? Sasa Holy Spirit akirudi juu, maana amemaliza kazi, atarudi na watu wale watakatifu. Nusu ya kanisa itabaki hapa. Na wataanza kusema tufungulie Bwana Yesu. Sisi tulikuwa mabikira tukufanya dhambi. Atawaambia endeni, siwajui. Maana watakuwa wameenda kuombewa Holy Spirit. Alafu wakuta wameshelewa. Ama hapa ni kuargue tu. Meme na amene hata unaweza kuwa na roho na hata uongai tongues. Wewe washa argument nyingi. Sio sisi tumesema kuna tongues, ni Bible. Amen. Hii unasikia nini? Sikia mama mwingine ameargue. Pastor mimi nimepewa vipawa vingine. Sijapewa hizo vipawa vya Roho Mtakatifu kama vile Mungu anasema amegawanya vipawa. Mimi amenipa kipawa cha kupikia wewe kuku kama hiyo umekula. Mimi nilishangaa. Imagine mama anasema amepewa kipawa cha kupika kuku. Lakini yenyewe hiyo kuku ilikuwa brown. Mimi sijaona kuku imepigwa hivi. Inatokea ikiwa brown. Kuku nyingi zinatokeanga zikiwa white. Hiyo ilikuwa brown. Unaikula mpaka unaangalia kama kuna mtu anakuona, ukiona hakuna unaingiza kidole kwa mdomo. Ni utamu. Brown. Sasa naye anasema ati hiyo ndio calling. A giver. Wacha visababu, jaswa Roho Mtakatifu. Washa kujitetea na kusema ati wewe ni Mosea hauwezi kujazwa. Washa kujitetea unasema ya kwamba mimi tuseme hata kama sineni na lugha. Kuna watu wananena na lugha na tabia zangu ni mzuri kuliko zao. Tuna Roho Mtakatifu na Holy Spirit na tongues, hapana tabia. Tabia is another thing. So kuna watu kanisani wako hapo tu ndio wazuie watu wajazwe Roho. Wanawaambia sasa tuseme dada fulani amejazwa Roho hii. Si ali backslide. Na sasa amerudi kwa kanisa hii. Sisi hatujarudi. Kwa hivyo hata afadhali sisi hatuna. Kwa hivyo haisaidii. Na huyo ni mtu mmoja wa kurudi. Usimusikilize. What will happen in rapture, not when. Tumeona when. What now will happen in rapture? 1 Corinthians 15. Tuone siku hiyo kutaendaje. Na ninawaomba please msimisi hiyo siku. Hakuna kitu cha aibu kama kukuja service na watu walienda jana. Ufike hapa na kabagi yako haraka madhani yako so. Na watu walienda jana. Nasema angalia, hata kwaya haijafika. Watu wamekataa kukuja kanisani mapema. Watu hawana mzigo. Mzigo na uliwashwa. Walienda jana. Kwanza ukifika hapa Sunday unakuta ni kama watu hawaja kuja. Please omba. Wasije kawa Saturday night ni shughuli hiyo imeendelea Nairobi mzima ya corruption.
Jirani unaona akibehave namna gani? Kuachwa ama ataenda? Mwambie kama unataka kuwa tayari sameheana. Forgive people, forgive people, forgive people. Ukikosa kusamehe watu, si unasikiaga ile kifeeling, unasikiaga kama umekosewa, kifeeling kibaya. Paka unanyamaza usiku unasema baba, ua! Wacha nikwambie, hizo mafeelings ukikosa kusishughulikia, utakuja sade hapa ukute hakuna watu. Nilikuwa naambia watu vile tulikuwa kule kwetu Nyahururu, alafu Sunday morning nilikuwa nimefurahi sana nikiomba, nikasikia furaha kubwa na nikaona nimeinuka kidogo kama futi moja. Halafu nikarudi chini. Nilienda kwa mshugaji leo anaitwa Mwangi wa kule Kahawesi. Nilienda kwake asubuhi. Nikamwambia kuna kitu nimesikia. Akaniuliza kitu gani? Nikamwambia nimesikia nimeinuliwa, halafu nikarudi chini. Akaniambia hata mke wangu muulize, nimeinuliwa hapa tukiwa na yeye na nimerudi chini. Ngemwera ni ugua. Bas. Tumewashwa. Hata hatukugojea mke wake na alikuwa anaosha watoto hapo ndio tuende kanisani. Tulikibia na ndugu paka kwa church moja kwa moja, maana tulisuspect kanisa limeshukuliwa. Na mimi sijui ni nini hiyo ilituchukua. Paka leo na doubt. Sasa tukiwa kwa njia tunaenda tumehema tulikuwa tunaulizana kama Yesu amerudi ni nani na nani kanisani wanaweza kwenda. Tukitaja fulani huyu hawezi kwenda. Huyu hawezi kwenda. Huyu hawezi kwenda. Tulikonikurundi ni watu wawili, mdada mmoja na pastor. Msema hawa tu. Tukaenda tukafika kwa kanisa. Tulikuta hakuna watu na nilitetemeka. Nilikuwa naona mtu anaingia kwa mlango, naona kama ni my brother ameingia. Kwa sababu niko confirm siko peke yangu. Nilikuwa nasema Mungu, unaniwasha na vile mimi nimejitolea. Sasa nitaibika hapa. Alafu wenye dhambi wanakuja na kuambia, "Nao ukakaa unaweza kusema siwezi kukunywa bagi." Futa sasa umewachwa. Na wakelegi ya fagi hau. Unakataa shanga. Punywa. Na kuambia kutakuwa kubaya. Na ulienda kusema ati hauwezi kuolewa, ati umeolewa na Yesu, sasa amekuasha. So sasa pastor hakukuja. Na huyo dada hakukuja. Tulikuwa tunaangaliana na Mwangi hivi. Akakuja akaniambia kama tumewachwa. Sasa sijui tutaenda wapi. Naye pastor alikuwa ameenda Nairobi na hakuniambia. So nikajitayarisha kuhubiri na nikajua nitahubiri tu hata kama tumewachwa. Nikajitayarisha. Saa 5 tulikuwa pastor anasimama saa 5. Saa 5 ikiwa imebaki kama 20. Mshugaji ndio huyu. Mimi for the first time nilihagi pastor wetu. Na akaniuliza, "Na wewe nganga sionagi ukinihagi. Mbona leo umefurahi hivyo?" Sikumwambia ndugu yangu. Naye ndugu yangu akakuja mahali alipo, akakuja akasalimia pastor, kamwambia mtu wa Mungu, "Bwana asifiwe." Halafu dakika hiyo yule dada naye akaingia. Tukasema thank you Jesus, thank you Jesus. Haujakuja. Na ni kweli hakuwa amekuja. Lakini hiyo kitu ilituinua mpaka leo sijajua ni kitu gani. But there was power that Sunday morning. Sasa tunaangalia what will happen in rapture. 1 Corinthians 15. Can you go to verse 51? Mstari wa 51. Kuna watu wanasema ati hakuna rapture. Hakuna rapture. Na hii ni nini imeandikwa hapa? Verse 51, angalia usome vizuri. Inasema, I want to tell you a mystery. Angalieni, nawaambia ninyi siri. Mystery ni siri. Hatutalala zote. Every human being will not die. Kuna watu hawatakufa. Watakuwa wakiambiwa na wale wamefufuka, mtu akikufa anasikianga hivi, maana wao hawata taste death. Maana Yesu atakuta wakiwa hai. Hatutalala zote, lakini zote tutabadilika. Kuna watu watakutwa na Yesu hapa ulimwenguni wabadilishwe. Yani mwili wako hii ukiuangalia hivi
unaona umebadilika. Nyama zimeisha. Hakuna nyama tena. Hizi nguo zinaanguka maana hakuna nyama ya kuzishika tena. Unakuwa na nguo ile ya biguni. Tutabadilika. Na Biblia inasema verse 52, ati tutafanywa hivyo kwa dakika moja. Kwa dakika moja. Kufumba na kufumbua. Unaona hivi, unafanya jicho hivi, unafanya haraka mpaka uone. Ati tutachange na hiyo speed, very high speed. Tutachange kabisa. Kufumba na kufungua jicho wakati wa parapanda ya mwisho. Kutakuwa na parapanda ya mwisho. Italia. Maana parapanda italia na wafu watafufuliwa. Kaburi zote zitafunguka za wale walizikwa wakiwa watakatifu. Kwa hivyo kila mtu alikufa akiwa mtakatifu. Yesu kwanza atawatuma awaambie kila mtu aende mahali mwili yake ilizikwa. Uende ushukue mwili, maana Yesu hawezi kutengeneza ingine. Ni hiyo ulikuwa naye. Kwa hivyo watu wote watafufuka, utaweza kuwajua huyu ni fulani wetu. Watu watafufuka. Alafu kwa hivyo ndio unaona hatushomi mwili sisi tukikufa, kwa sababu utarudi kwa jifu tu kuenda kushukua mwili. Na kwa hivyo usitumie hii mwili yako vibaya. Hii ndio yako milele na milele. Hakuna wasasi wengine wanaweza kukutana wawili wakutengenezea mwili hata yako ilipotea. Ni mwili ni wao ndio hii. Mtigethondekere yongi. Mimi mwili nilipoteza, simu nitengeneze. Hakuna baba na mama hawezi kutengeneza ingine. Ile walikutengenezea ndio yako. Kama ni fupi ni hiyo. Kama ni mrefu ni hiyo. Kama ni nono. Na diposa Biblia inasema your bodies are the temple. Yeah, so temples will not be destroyed. Mungu hawezi kuharibu hekalu lake, ni la milele. Miili hii ndio tutarudi ndani yake. Lakini wale watakuwa hai, wale wakisharudi kwa miili yao, alafu watoke waende hewani, diposa wale walio hai watashikwa na kitu dakika moja change. Wawe na ile inaitangwa glorified body. Watafufuliwa wasiwe na uharibifu, nasi tutabadilika. Paulo alikuwa anafikiria atakuwa hai. Diposa alisema nasi tutabadilika. Lakini sasa ni watu wengine watapata hiyo scripture, watabadilika. Na kwa sababu itafanywa na dakika moja, hakutakuwa na nafasi ya kusema I am sorry. Hiyo ni more than 1 second. Hakuna kusema baba sitarudia. It will be too late. It will be kufunga jisho, kufungua. Kiingereza kinasemaje? Kiingereza kinasema verse 51, verse 52. Nitasoma Kiingereza gani? Wacha nisome Kiingereza kinaitwa New International Version. Niona vile kinasema habari ya kubadilika mwili kwetu. Listen, I tell you a mystery. We will not all sleep, but we will be changed in a flash, kama ile ya kamera. In a flash, in the twinkling of an eye. Kama vile unafanya jicho hivi na hata hauoni kitu ikimove, kwa sababu unafanya na speed. At the last trumpet, for the trumpet will sound, the dead will be raised imperishable, and we will be changed. Ndio imefanya nikuhubiria leo habari ya rapture. Maana ile speed tutabadilishwa naye. Haiwezekani ukasema I am sorry. Na kwa sababu ya hiyo speed tutabadilishwa naye, ndio kama umekesha, Yesu amesema ya kwamba lazima utii amri zake na umpende. Therefore, we must stop creating enemies. Please nakusihi katika jina la Yesu, washa kutengeneza maadui. Watafanya ulale usingizi wa kiroho. Kama umeolewa, Biblia inasema usiwashe mume wako. Kama umeoa, usiwashe mke wako. Hivyo ndivyo Paulo anasema 1 Corinthians 7. Kwa sababu ukimwasha, ile kelele utafanya, ile mafeelings utasikia, na vile utasikia vibaya na maumivu na bitterness, trumpet ikisound hautasikia. It will be so fast
There will be no time to say, I am sorry. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hatujui kutaendaje, lakini Yesu alisema vile kutaenda. Hiyo 1 minute, dakika moja. Hiyo tumeambiwa na lugha ya kisasa, in a flash, in the twinkling of an eye, at the last trumpet, flash. I don't know what King James Version says, verse 51. King James Version, behold, I shew you a mystery. We shall not all sleep, but we shall be changed. In a moment, in the twinkling of an eye. Vile unafanya jicho hivi ukiniangalia, ni so fast. Hata wewe mwenyewe hauioni ikifanya hivi. Sisi ndio tunaona unafanya hivi, but it's very fast. Hivyo ndivyo tutabadilishwa. Sasa hata hakuna kukimbia kanisani. Maana ni malaika watatumwa washike watu. The angels will be sent into the earth and they will pick people. They will pick people. Malaika hatujawahi kuwaona Nairobi. Kwa hivyo huwezi kumwambia we umeniwasha, hauwezi. Unaona? Matthew 24:1. What will Jesus do that day? Ni nini itatubadilisha na flash? The angels. He shall send his angels with a great sound of a trumpet. They shall gather together his elect. Kwa hivyo hiyo kitu inafanya ubadilike in a flash, ni malaika kukuguza in a flash. Pa! Unaenda. Pa! Pa! They will gather together his elect from the four winds, from one end of heaven to the other. Kwa hivyo ni malaika watakibia dunia mwisho mpaka mwisho. Na wakishukua mtu itakuwa so fast, ni kama kufunga, ni kama twinkling of an eye. Speed. Malaika watakuwa wanafanya hiyo kazi na speed ambaye hata shetani mwenyewe hawezi kudo anything. Shetani hawezi kumove na hiyo speed. Watu watachukuliwa, alafu wote waende hewani. Sasa ukiambiwa watu walienda jana, maana watawasha nguo, watawasha magari kwa barabara, there will be many accidents. Kutakuwa na shida nyingi kwa sababu ya watu wale wameondoka ghafla na ndio walikuwa wanaendesha mandege. There will be a lot of things happening. Na watu wataanza kutangaza kwa news, people are missing. Watu wataanza kusema mimi my wife is missing. Nilikuta kwa kitanda hakuna, na nyumba imefungwa. Nilikuta my husband hakuna. Na hivyo ndivyo Yesu alisema. Can we read it? Can we read what Jesus said? Luke 17 verse 34. Luka 17 mstari wa 34. Wewe kama ni kina Harrison wangepewa hiyo kazi ya kunyakua watu. Ni kuwataandikia WhatsApp nyote. Kuambia sasa mkeni tunashukuriwa. Lakini sasa hata mimi sijui siku hiyo ni gani. Ilifishwa sisi. It is a secret. It's a mystery. Hata shetani hawezi kujua. Hakuna mtu anajua. Watu wengi wale hawatashukuriwa. Wataamka asubuhi kama kawaida. Angalia Luke 17 verse 34. Inasemaje? Luke 17 verse 34. Inasema kwa Kiswahili, na waambia usiku huo. Yesu alispecify Israeli kutakuwa usiku. Na waambia usiku huo, watu wawili watakuwa katika kitanda kimoja. Mmoja atashukuliwa, mmoja ataachwa. What do you think about that? Watu wakilala kitanda kimoja ni kusema wanajuana, hata waliomba kabla walale. One shall go, one shall be left. So ni kusema kuna watu tunasoma kanisa moja, tunafanya kazi pamoja, tunalala pamoja, lakini one is prepared, the other one is not prepared. Wacha niangalie hii yangu inasemaje. I tell you, in that night there shall be two men in one bed. The one shall be taken and the other one shall be left.
Likely hii men ni vijana. Likely hii men ni kazi wanafanya. Wanaishi mahali ambapo they have to share a bed. One shall be taken, the other one shall be left. Hiyo ni kusema pande hiyo itakuwa usiku. 2 women shall be grinding together. Wanawake wawili watakuwa wakisaga. Wanawake wanasagaga wakati wanaume wamelala? Hapana. Wanawake wanasaga saa 12, saa 11. Kwa hivyo ulimwengu pande nyingine itakuwa saa 11 jioni, saa 10 mahali wakati wanawake wanaenda kusaga unga. And the 2 men shall be grinding together. The one shall be taken, the other one shall be left. Imagine wanawake wawili wakisaga pamoja. Ni kusema either wanasoma kanisa pamoja, wanapendana, wako neighbors, lakini watakuwa wanafanya the same thing, but one shall go, the other one shall be left. Ulimwengu ile ingine ya Amerika, 2 men shall be in the field. Wanaume wawili watakuwa kwa hiyo. Yesu alikuwa anajua dunia vile inakaa. Maana amesema kuna wanaume wako kwa kitanda wawili. Pande nyingine wanaume wawili watakuwa kodeni. 2 men shall be in the field. The one shall be taken, and the other one shall be left. Diposa niwaambia hata church, watu watashukuliwa na wengine wabaki. Yesu akikuja wakati tuko na kesha na Friday, tutaona practically watu wameenda wapi, fulani ameenda wapi. Lakini mostly people will be sleeping. Lakini kuna mahali watakuwa mchana, jua liko juu. Wanaume wawili watakuwa kwa shamba. The one shall be taken, the other one shall be left. Mpaka 37, kwa sababu hawaku understand rapture. Walimuuliza, the answer had said to him, where wanachukuliwa wakienda wapi? Na aliwajibu vizuri. Whensoever the body is. What is the body? Mwili wa Kristo mahali utakuwa ni hapa hewani. The eagles will gather. The eagle ni jina la watoto wa Mungu. They will gather where the body will be. Ndiye aliwapatia kwa methali. Gathering itakuwa pale. Na Yesu akiongea kwingine alisema katika hiyo gathering ndio atakula meza ya Bwana ya pili kutoka ile alikula Jerusalem. Alisema atakula. He will eat the Lord's table at that gathering. Sasa hapo tutakuwa tumegather. Kutafanywa ceremony kubwa sana ya kuweka watu taji, kofia ya ile kazi tulifanya. Hapo juu ile maneno itafanywa. Hatujui tutakaa muda gani. Lakini hapo sasa kila mtu atapewa malipo ya kazi ile alifanya duniani ya Mungu. Hapo ndipo kutakuwa na reunion. Tukikutana na watu wale walikufa mbele yetu, wa family members walikuwa wameokoka, wamekubaliana na Bwana Yesu. Biblia inasema hapo ndipo reunion itakuwa. Then tutapangwa na Yesu. Atasema sasa tunaenda duniani. Zote tutateremka hapa. Na Biblia inasema where shall we land? Jerusalem city. So tutaraki Yesu hewani. Sio tunaenda na huko. Tutamulaki tukuja hapa. Na itakuwa kwa sababu uko na mwili wa utukufu. Ukitaka kwenda mbinguni unaenda Israeli. Ukitaka kukuja sasa unapewa kazi na Bwana. Na Biblia inasema tutapewa kusimamia ulimwengu huu ambaye tuko naye. Wengine watapewa 10 cities. Wengine watapewa 5 cities. Na kule Jerusalem Yesu atakuwa na tawala pamoja na wanafunzi wake 12. Na Biblia inasema kwingineko ya kwamba there will be also another 144,000 ambaye Yesu atatumia kutawala dunia. Sasa rapture ikifanywa, na ndio Biblia inatuambia kwamba tukigundua mtu kwa kanisa ni magugu sio gano, tusimutoe, tungoje rapture. Biblia inasema tusitoe mtu kwa kanisa maana tumegundua iko na dhambi. Biblia inasema tusimutoe, atakuja kutolewa na rapture abaki. Maana anaweza kukaa asikie neno kama na leo aamue kubadilika. Kwa hivyo asitolewe, asingolewe. Lakini leo watu wanangoa wengine kwa kanisa kungoa. Kwanza wakijua wewe ni wadefo wanakung'oa.
And that is now why they will not enter. Maana Yesu alisema yule atakaye kosesha mmoja wa hao wadogo atapewa judgment. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tutatawala na Yesu. Na kila mtu atagawiwa kulingana na vile alifanya kazi. Hizi fungu la 10 mnatoanga kwa kanisa. Hizi masadaka, hizi kuabudu, hii fasting, kuokoka, kukataa kufanya dhambi mpaka unateswa sana, kukosa doa kwa sababu umeamua kumfuata Yesu. Hii mambo yote sasa italipiwa pale, kutakuwa shangwe tukisikia huyo amefanywa. Na sasa baada ya kutuswa kila kitu kuwekwa taji, kila mtu atawekwa taji lake, taji la uzima, taji ya kuonyeshana wewe ni nani. Wengine Biblia inasema watang'aa kama jua, wengine watakuwa kama ile blue tunaonanga kule. Ndio sasa tukimaliza tutaambiwa now we march into the world. Na sasa ndio Yesu atakuja kufanya political systems za ulimwengu, kuzirudisha original vile Mungu alitaka dunia ianze kurudi vile ilikuwa in the beginning. Na neno la Mungu linasema hizi biashara zote tutafanya zitakwisha. Kazi itakuwa moja ya ukulima, hakuna kazi nyingine. Everybody will farm. Na Biblia inasema desert itabadilika iwe nini? Shemi. Sahara desert yote itakuwa mashamba. Kwa hivyo usidhani mashamba itatoka wapi. Sahara desert saa hii hakuna mtu anakaa. Maana ni mshanga from end to end. Kuna waka mshana moto mpaka nobody can survive. Ita change. Maana hii milima yote mirefu kama Mount Kenya, Biblia inasema itarudishwa chini. Kutarudi ile weather ilikuwa in the beginning of time. Ile weather Mungu alikuwa ametengenezea mtu, haina winter. Zamani ya kukua Mungu akiumba Adam, hakukuwa winter, hakukuwa summer, hakukuwa mvua. Biblia inasema wakati Mungu anataka kuwe na maji, ilikuwa inatoka chini. Hakukuwa na mvua kutoka juu. Watu wanafikiria ati mvua ilikuwa inanyesha kutoka shamba la Eden, haikunyesha mvua. Maji ilikuwa inatoka chini. Mvua imekuja baada ya dhambi kufanywa. Na giants wakakuja hapa, malaika wa mbinguni wakaoa wanawake, wakazaa giants wakubwa. Giants walikuwa fiti 18, 20. Genesis 2:6. Hakukuwa na mvua. There went up a mist from the earth and watered the whole face of the ground. Hakukuwa mvua. Mvua imekuja wakati wa Noa. Na diposa watu walikuwa wanaambiwa kutanyesha. Wanauliza what? Maji itoke juu. How? Mungu anawaambia itatoka kule ikuje. Wakasema Musa, unaota. Maji haiwezi kutoka kule. Na kuambia leo tumeiona. Nilienda town ya Cairo, Egypt. Tulikuwa tunaongea na Egyptians. Nikawaambia kwetu Afrika mvua huwa inakuja kutoka juu, inanyesha. Hapa kwenu inanyesha lini? Kijana aliniangalia kaniambia, "How? Itoka juu." Kwa sababu Cairo hakuna mvua imewahi kutoka juu mpaka leo. Haitokangi. Mvua ya Cairo ni River Nile. Hii imetoka Lake Victoria. Ndio wanajua. Hakuna ingine. Hata mzee mmoja ndiye alitusaidia. Akakuja akasema, we huyu hivi anasema Afrika na padiashini inakuanga. Kwa sababu hata hapa kwetu kuna siku moja ilinyesha 1946. Hapa juu hapa Cairo. Hakunanga mvua kutoka juu. Ni River Nile. So na shamba la Eden lilikuwa limefika River Nile. Na pande ile nyingine River Euphrates. So maji ilikuwa inatoka chini, maji ilitoka juu. Wakati wote unaona mvua, tunakubushwa wakati wa Nuhu. Ukiona rainbow inakukubusha na Mungu akasema mvua haitanyesha kama ya Nuhu tena. In the beginning there was nothing like that. Sasa ni wewe utaamua utakaa namna gani. You will decide. 1 Thessalonians chapter 4 verse 15.
First Thessalonians chapter 4 verse 15. Ndio mnaonanga mimi nikihubiri na bidii hivyo, ni kuogopa ya kwamba tunaweza kuwashwa zote. Alafu ukuje hapa watu wakutandike Sunday service. Pastor, bona tumewashwa? Ukienda kusema na ile kuja hapa, si utatuambia tutaenda. Ndio ninawahubiria, maana najua kwamba nikihubiri injili vile imekaa hakuna mtu atawachwa. Lakini mambo ya wewe kurekebisha maisha yako is personal. Hiyo hatuwezi kufanya anything juu yake. Na mimi hata nikiona mtu hapa anakaa karibu na mimi na anafanyanga dhambi fulani, mimi sijapewa ruhusa la kumtoa kanisa nimfukuze. Biblia inasema wakue pamoja, ngano na magugu zikue pamoja. Nani atakuja kubabanua? Yesu mwenyewe. First Thessalonians chapter 4 verse 15. Kwa kuwa tuwaambieni haya kwa neno la Bwana, kwamba sisi tulio hai tutakaosalia hata wakati wa kuja kwake Bwana Yesu, hatutabatangulia wale waliokisha kulala mauti. Paulo alikuwa anasema habari ya sisi tuko hai, akifikiria Yesu atarudi akiwa hai, lakini alienda. Lakini kuna watu watakuwa hai, wakaambiwa rapture ikikuja, watu wale wamekufa ndio watafufuka kwanza. Of course sisi hatupendi kukaa karibu na makaburi, maana shaitani anayafunguanga usiku kwa uchawi. Lakini makaburi itafunguka siku hiyo, kwa sababu watu watakuwa wanatoka. Na wakionekana wanatoka, immediately wakifika hewani, hao wengine wako hai wataanza kubadilishwa. Na speed ya kuwabadilisha ni speed. Hakuna mtu atakuwa ameregister ni nini inaendelea. Mbona nasikia makaburi kifanya kelele? Within 1 second watu wamebadilishwa, imefika mwisho, watu wameenda hewani. Kwa sababu Bwana mwenyewe atashuka kutoka mbinguni pamoja na mwaliko. Kwa hivyo Kristo wakati ataambiwa na Mungu Baba, enda, kutakuwa na shout kule, hey, sasa ni kwenda. Ile kelele itakuwa ya ndio sauti ya malaika mkuu. Yule malaika mkuu atapiga sauti, wakati umefika. Alafu parapanda itapigwa. Papa. Waliokufa katika Kristo watafufuliwa kwanza. Kisha sisi tulio hai. Unaona Paulo vile alikuwa na confidence. Hata yeye hakujua. Sisi tulio hai, tulio salia, tutanyakuliwa. Sasa hiyo ni rapture. Tutanyakuliwa. Wewe uko hai, unachenjiwa, unanyakuliwa pamoja nao katika mawingu. Tutaenda kwa level tutakaa ni hii ya mawingu. Kwa hivyo watu hawataweza kuona watu mahali wamekaa, maana sasa wamekuwa na mwili ambao mwili wa dunia hauwezi kuona. Lakini tutakuwa hapa kwa mawingu, mahali ndege zinapitanga, ili tumuraki Bwana hewani. Na hapo kwa hewa ndio tutakutana na Bwana, na hapo ndipo atatuonyesha mikono. Ni mimi Yesu. Tuona mikono ya Yesu inakuanga through hapa. Ukiona mkono unaonekana through hapa, uko na shimo. Spirit yote, hakuna spirit inaweza kuwa hivyo. Ni Yesu tu ako na mashimo mikono na mashimo miguu. Atatuonyesha mikono yake. Alafu kule Israeli hawatakuwa wanajua kuendaje, maana huko hawapendi Yesu, hawapendi kuokoka. Na huko ndiye tutashuka tuwakute. Na Biblia inasema wakati tutashuka, Yesu atakanyanga wapi? Mahali aliondokea, Mount Olives, hapo juu asimame. Atakaposimama, taifa lote la Israeli, Wayahudi wote watakutana kwenye hiyo bonde yote ambaye watu wameifanya makaburi. Wote watakuja hapo, wasimama, waulize ni nini imetendeka? Atawaambia mimi mmenikataa, ni mimi. Biblia inasema Israeli yote itaokoka. Wataokoka na evangelism ya Yesu mwenyewe. Ndio imeandikwa kwenye kitabu cha Romans ya kwamba atawaonyesha mikono, awaonyeshe ni mimi, na ni mimi mwokozi wenu, ni mimi nilikuja. Myahudi wataokoka wote. Lakini hakuna record atakuja Nairobi. Ndio watu wengine walikuwa wanasema wakijua rapture imetendeka, watachukua private jet mpaka Israel speed. Lakini sasa na Israel kuna visa. Lakini sijui kama mtu anaweza kukibia Israel kutoka hapa na private jet. It's far.
itakuishia jiani. Vizuri ni kukaa vizuri badala ya kufikiria ati watu wachukue matatu moja hapa waseme ndugu, tuende hii ya Malilale, tupande juu mpaka tufike Israeli kabla Yesu hajakuja. Of course atakuja na tutamuona kwa magazeti, tutamuona kwa television, tutamuona kwa mapicha. Mwokozi wao amekuja, Wayahudi wote wameokoka. Lakini saa hiyo wanasema hivyo, watu wote watakuwa wameenda. Nobody will be here. Wacha niwasomee hiyo maneno. Zakaria anatabiri vile Yesu akisimama Mount Olive itapasuka. Siku ile alisimama mara ya kwanza haikupasuka. Ni hii ya rapture. Akikuja itapasuka. Moja iende east, moja iende west. Alafu kutokea maji safi iende Dead Sea. Na Biblia inasema Dead Sea itasafishwa. Watu waanze kukunywa hiyo maji. Ile nyingine itaenda Mediterranean Sea. These are things people will see naturally happening. Wataona kwa TV. Ukiziona hizo vitu ujue umeshelewa. Uona hivyo kwa TV yako, uona hivyo kwa simu, then umeshelewa. Watu wameenda. Na kwa sababu watu hawatafanywa rapture wengi, ukiwa katikati ya watu ambao hawakai vizuri na Bwana, wanacheza, hakuna mtu atashukuliwa kwa vile hatakuwa aware. Amen. Amen. Mambo ya Mungu ni mazito sana, na ametuorganizia hiyo mambo ndio tuweze kujua ya kwamba habadiliki na atatekeleza. Bwana asifiwe. Nasema baada ya Yesu kuchukua watu dunia nzima, atakuja na watu wao hapa. Kwa hivyo akitukuta hapa, we will be saved. Verse 26 inasema hivyo, so all Israel shall be saved, as it is written, there shall come out of Zion the deliverer, and shall turn away ungodliness from Jacob. Kwa hivyo Yesu mwenyewe ndiye ataenda kuhubiri Israeli, na Israeli yote itafanya nini? Leo Israeli haijaokoka. Leo Israeli hata watu hawajaokoka. But that day all Israel, ndio unaona zote tunaangalia Israeli, tunajua hiyo ndio trigger. Ukiona Israeli mambo imeanza kuchemka, ni kusema sasa rapture inakaribia, alafu Yesu achuke huko, then watu wote wa Israeli wataokoka. Wale watu wamesema Yesu ni Myahudi, wachana nao, wote watasema hatukujua, kumbe ni wewe. Angalia next verse. Nasema Israel shall be saved, for this is my covenant to them when I shall take away their sins. Israel. Sio sisi sasa, Israel. Yesu mwenyewe atashuka aondoe dhambi zao zote. Ndio unaona mtu akiwa Myahudi yako na chance kubwa. Ukienda Israel saa hii, mlima wote wa Mount Olives ni makaburi tupu. Milango yote ya kuingia ile inaitwa Messiah Gate, yote ni makaburi. Nilikuwa nauliza hao watu wa Israeli, mbona mmeweka makaburi kila mahali watu wameziko? Wakasema haujasoma Biblia. Yesu akikuja atakanyanga pale, alafu ateremkia hapa aingie kwa ile gate. Sasa ndio watu wameziko hapo ndio waamke watembee na yeye. That's their belief. Verse 16 ilisema Bwana mwenyewe atashuka kutoka mbinguni with a shout. Kwa hivyo Bwana Yesu akitoka, kwa sababu ya kufurahi, atashout. Sasa hizi mashout kuisikia lazima uwe umekaa vizuri. Na hii mambo yote mnaona ikifanywa duniani ni distraction. Hii yote unaona watu vile wanafaa, vile wanaongea, mastrike kama hii inafanywa Kenya, zote zinafanywa dunia mzima saa hii. Everywhere in the world there are riots, demonstration kama hizi zinafanywa Nairobi, zinafanywa dunia mzima. Israel kuna riots, Amerika kunazo. Hata Amerika kuna sehemu hauwezi kwenda saa hii because of these riots za kusoma ngali za kufanya nini. Hizi zote zimekuja as distractions. Ndio watu wa centralize na hiyo na kuombea nchi zao na kuombea hizo vitu, wasahau ya kwamba these things must happen and the rapture will come. Unajua unaweza kuombea nchi yako ujisahau mwenyewe.
Na Kenya hata ukiombea namna gani, lazima itaenda vile scripture inasema. The last days nations will rise against nation. Tribe against. Ni time tu. Ikifika hata uombe useme in the name of Jesus, I stop it. Matthew 24. Distress na stress. Leo mambo kama hayo yote tunaijua. Ya kwamba stress imekuwa nyingi. Hospitali za kutiriti akili ni nyingi sana. Stress imejaa kila mahali. And there shall be signs in the sun, in the moon. There will be signs in the sun. Wale mnasoma siku hizi, siku na ile inaitwa solar flares. Mumeona solar flares sikionyeshwa kwa TV, vile jua limeanza kutupa moto. Inaenda kama ni upepo huko unatupa moto hivi inaenda, na wanasema itabadilisha hewa ya dunia, ndiposa kuna nyesha wakati ule hakufai kunyesha, na kuna kauka wakati hakufai kukauka. Na kama kule sasa hivi Europe hawafai nguo hizi. It is too hot. Kumefika karibu 60, 70 degrees. Sasa watu wanakaa kwa maji. Na ni hizi hii signs ziko kwa jua na kwa mwezi. There shall be signs in the sun and moon and stars, and upon the earth there will be distress, trouble and anguish of nations, in bewilderment and perplexity, without resources. Unaona pesa hakuna. Resources hakuna. Kuna siku itafika tumalize maji. Utajionea maneno. Hata nimesikia huko Israel hawezi kushiba maji, imeisha. Resources itakwisha. Tumemaliza misitu yote ama haijakwisha? Misitu hakuna. Hata kuku nyinyi mko shua ni kutengenezwa, zinatengenezwa kuku. Hata matunda nimesikia matunda mingi saa hii ya kutengeneza, hakuna original. Amen. Kama sasa hizi shida mnaona Kenya. Mtu yule sasa atakuja tena president after huyu. Mnafikiria hatutaenda kwa barabara? Haki yetu lazima iendelee, maana this thing will continue. Hata kukienda bishop there in the house, utasikia vile watu watasema. In doubt, not knowing which way to turn, at the roaring, the echo of the tossing of the sea. Hiyo tossing ya bahari inaitwa tsunami. Yesu ndiye alisema itakuja. It will seem like in all hell has broken loose. Sun, moon and stars, the sea will be in an uproar, and everyone all over the world will be in a panic. Panic. Leo magonjwa yale watu wameshikwa naye ni ya panic. Everybody is panicked. Hakuna mtu dunia mzima anajua tufanye nini. We are all in a panic. The weed is knocked out of them by the threat of doom. Kama leo mulisikia threat ya doom ilifanya Amerika igonge Iran. Wakasema wanagonga Iran kwa sababu Iran inatengeneza bomu itatumaliza zote. The powers that be will be quaking. Ati serikali zote zitakuwa zina quake kama sasa ya Kenya ina quake. Everybody is quaking. Bwana asifiwe. Ina ya Tanzania. Mulisikia vile watu wa Kenya walifanywa. Ya Uganda, South Africa, North Africa. Hakuna mahali pa kutorokea. Hata afadhali hapa. Wanatangaza watalete shida kesho. Unakuwa ready. Kwingine hawasemi, ni ghafla tu inatokea ghafla binfu. And then they will see the Son of Man. So wakati dunia nzima itakuwa inatetemeka, serikali zote zinatetemeka, na zote zinaona kama zitakuwa doom. Wanasema kuna bomu itatupwa tukuiche bote. They will see the Son of Man welcomed in grand style. When all this starts to happen, up on your feet, stand tall with your heads high. Help is on the way. That's the Message Bible. Ya mwisho ni 2 Thessalonians chapter 2 verse 3. When will this be? When? Nilianza na when.
Nimemaliza na when. 2 Thessalonians chapter 2 from verse 3. Inasema hapo verse 1, basi ndugu tunakusihini habari ya kuja kwake Bwana wetu Yesu Kristo na kukusanyika kwetu mbele yake. Nasikia Yesu akikuja we will gather before him. Lakini tukigather ukiwa umebadilishwa mwili itakuwa furaha tupu. Shida ni ubaki hapa. Hatujasoma leo wale watabaki itaendaje, lakini Biblia inasema clearly wale watabaki watapewa 1000 years ya kuishi hapa. Na Yesu ndiye atakuwa kitawala na bado kutakuwa na mazishi. Kwa hivyo hospitali zitakuwa. Lakini ni Yesu atakuwa na kitawala. Na Biblia inasema watu wengine wataishi all throughout 1000 years. Vile Adam alikuwa anaishi, kuna watu wengine wataishi hizo miaka. Na mtu akikufa akiwa na 100 years, watakuwa wanasema mtoto amekufa. But there will be a very great change kama ya National Park. Lions, Biblia inasema haitakula nyama tena. Hata sisi mambo ya kukula nyama ndio itafika mwisho. Na nyama ndio imetuletea magonjwa mengi tuko nayo. Wacheni waambie please, ni nyama. Kwanza ukisikia kitu kinamea kwa mwili ni nyama. Nyama. Na ni tamu. Kwanza hii shoma. Nasikia daktari wakisema yule mtu alileta nyama shoma alikosea watu. Na vile iko tamu. Maana nyama shoma ndio imeleta acid. Ukisikia sasa hapa nikisema altar call, kila mtu anang'ang'ana na acidity. We acid ni karibu kila mtu ako naye. Naye ukiwaambia wawashe kamuti keusi hawawezi kukubali. Kamuti keusi ni nyama. Kamuti kailo ni nyama. Nyama. Verse 2 inasema msifadhaishwe upesi hata kuiwacha nia zenu, wala msistushwe kwa roho wala nini. So mambo mengi msistuke kwa sababu ya watu wanasema ati Yesu ameshakuja. Wengine walisema Yesu alikuja na akaenda. Tuliwashwa. Hata nyinyi mnaona hayuko. Tuliwalienda biguni. Mtu awaye yote asiwadanganye kwa njia yoyote, maana siku hiyo haitakuja isipokuja kwanza ule ukengeufu, akafunuliwa yule mtu wa kuasi, mwana wa uharibifu, yule mpingamizi ajiinuaye nafsi yake juu ya kila kiitwacho Mungu ama kuabudiwa, hata yeye mwenyewe kuketi katika hekalu la Mungu akijionyesha nafsi yake kana kwamba yeye ndiye Mungu. Kwa hivyo Paulo akasema clearly Antichrist atakuja kabla ya rapture. Na saa hii yuko ni vile hajasema yeye ndiye Antichrist. Pole mambo inaenda ikimalizwa ya kanisa pole. Hiyo nchi tulikuwa tumeenda ya Netherlands hivi karibuni. Niliwauliza kanisa, bona makanisa, ninaona makanisa yote ilikuwa huko ni mingi na inaona kama iko na vitu vingine. Wakasema kila kanisa zimeshukuliwa na vijana ndio zinafanywa disco. Ni vilabu. Hata kuna mtu mmoja ako na pesa nyingi, alishukua kanisa mzima, ameifanya bedroom yake, nyumba yake ya kukaa. Amegawanya huko. Altar ndio bedroom yake. Na hakuna mtu anaweza kuuliza maana wamenunua. Hata walikuwa wanatuambia tukiwa na pesa tunaweza kununua kanisa. Lakini wanatuambia lakini mtanunua nani atakuja? Ndio hazina watu. Nikawaambia kanisa kabisa, wakasema kanisa hakuna mtu anaenda. Wanachidwa wanaenda za nini? So hiyo ibada yetu tulifanya huko Netherlands ilikuwa na wasungu about 6 or 7. Walikuwa nasema hiyo ni record breaking attendance. Yule msungu alikuwa mtumishi wa Mungu, yule alikuwa amenialika. Aliniambia hajawahi kutengeneza dina kubwa kama ile ametengeneza. Akaniambia we are very very tired. Hiyo dina tumetengeneza ni kubwa. Nikamwambia iko na watu wangapi? Akaniambia 42. Baka alikuwa ananiambia I don't believe they will all come. 42. Nika imagine 42 people here. Si ni kwaya. So kanisa imeenda ikimalizwa polepole.
pole imenyimwa. Na hapa Kenya ilikuwa very strong kanisa, lakini the same antichrist spirit imeingia kwa watu, wamepiga kanisa sana, wamepiga wahubiri, wamepiga madhabahu, mpaka sasa kanisa inaonekana it can't help anybody. Na hiyo jia imeshukuliwa, ndio jia inafanyanga watu wahame kwa kanisa. Maana hii generation inakuja kanisa, siku ile itakuwa imezeeka, imeondoka. Sasa makanisa kama haya lazima ibadilishwe iwe vitu vingine, maana nobody will ever come to church. Maana generation hii inakuja hawaoni umuhimu wa church, hawaendi kwa church, there is no need. Hata mmoja aliniambia, sasa church vile mulifanya Saturday ndivyo mnafanya leo, kwa nini tukuje na tunajua tukiwa nyumbani mnafanya nini? Then the antichrist akisimama hata kuwa na challenge. Na Biblia inasema na Paulo akasema, amkumbuki ya kwamba wakati nilikuwa pamoja na nyinyi niliwaambia haya, na sasa mnajua ni nani anazuia yeye akuje. Maana ile siri ya kuasi hivi sasa inatenda kazi, lakini yuko azuiaye sasa hata atakapoondolewa. Huyo Roho Mtakatifu ndiye anazuia huyu mpinga Kristo akuje. Atakapoondolewa, hapo ndipo atakapofunuliwa yule asi, ambaye Bwana Yesu atamuua kwa pumzi ya kinywa chake na kumwangamiza kwa ufunuo na kuapo kwake. So Yesu wakati atashuka pamoja na watakatifu, ameoshawa crown, wako na power, wameambiwa wakienda dunia, wewe utafanya kazi fulani, wewe utasimamia hafali fulani, tumegawiwa kazi. Sasa tukikuja, mtu wa kwanza kushughulikiwa ni antichrist. Akisha shughulikiwa, Biblia inasema shetani atakamatwa. Huyu shetani amesubua watu, atashikwa, na hapo ndipo itakuwa mara yetu ya kwanza kumuona. Na Biblia inasema kwenye kitabu cha Isaia, wakati atashikwa, watakatifu wataenda waulize, huyu ndiye alisubua dunia mzima. Kwa hivyo ataonekana si mtu mkubwa. Isaia aliuliza hivi, watakatifu watauliza, huyu ndiye alisubua dunia mzima? Takuwa natuangalia hivi, tunamwangalia. Alafu atashikwa, awekwe kwa shimo, tutaona akipelekwa kwa shimo na malaika wamweka na mnyororo wamwangushe. Ataanguka huko ndani miaka 1000 bila kufika mwisho. Alafu miaka 1000 ikiisha, watavuta chain tena wamlete mpaka juu. Na Biblia inasema atatokea aone dunia vile imebadilika. Hakuna biashara nyingi, hakuna vilabu, hakuna pombe. Watu wote wako kwa mashamba, wote wanalima, watu wote wamebadilika, ni wazuri. Alafu Biblia inasema atasema no. Na Yesu atamfungulia, aona kama watu wame learn a lesson. Atagundua they didn't learn a lesson. Ndio Biblia inasema. Si unaona pale, he laid hold on the dragon, the old serpent, which is the devil and Satan, and bowed him 1,000 years. Hapo chini. And when the 1,000 years are expired, Satan shall be loosed out of his prison. Na shaitani hata saa hii nikisoma hivi anasikia, na anajua hivi ndivyo atafanywa, lakini hajifundishi. Maana anaona akibadilisha dunia mzima, Mungu atakataa kumfunga. Asema hai, dunia imemfuata, hata hakuna watu wa Mungu, wachaneni naye maana tutakosa. Lakini Mungu ataokoa dunia na watu wachache ama wengi. So wakati shetani atafunguliwa, ataenda kudanganya inchi tena, na Biblia inasema he will go to the four quarters of the earth, Gog and Magog, to gather them together to battle. Gog and Magog ni pale kuota ile iko juu ya Russia na China. Ataenda huko na atawaambia, atenasikia mlikatazwa hata pombe hamkunywi, na hamuoi bibi nyingi, lazima tulivote, na watakubali. Na watakutana pamoja as the number of the sand of the sea. Waseme, Yesu tunataka kukuambia hivi, tumemiss pombe sana. Umetunyaganya madisco na wanawake, umetunyaganya hivi na hivi, hata mbagi hatukunywi. Na watakuja watusuguke mahali tutakuwa tunakaa kule Jerusalem, the beloved city.
and fire will come from God out of heaven and eat them all. We msomange hii scripture, mjue vile mambo itakuwa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe.